kitabu cha Warumi 3, I think it's 3, so that we can go. We are finishing this topic today, then we shall go to a deeper now. Sasa unajua nimewaprepare. We need to go to a deeper. Warumi 3, Romans 3, verse number 10. And also we shall read verse number 23. Verse number 7, as it is written, there is none who is righteous, not one. As it is written, there is none. Verse 2, please. Endeleza. And there is none. There is nobody who is righteous. None. The Bible says, hakuna mtu msafi, hakuna mtu mtakatifu. We are starting from there. Hallelujah. We are starting from none. Wale ambao wanapiga makelele huko wakasema huyo ni sina, huyo ni nini, huyo jaka, huyo kai, huyo edi, huyo lololo, huyo lelelele, hiyo yote. I want to tell you, none. Ambia mwenzako, no one is righteous. Mwambie no one is righteous. Not even one. Hallelujah. Not even your bishop. Not even your prophet. Not even your pastor. Nobody is righteous. All of us, we start from the zero ground. We are all leveled. We are all. Sisi wote ni watu wachafu. Verse 2, please. Sisi wote. Yo, next verse, please. Imeisha. They have all. 11, please. There is none who understands. There is none who seeks after God. Hallelujah. There is none who understands. There is none who seeks after God. What is the problem? All of us, we have an issue with our lives. All of us, we have an issue. Doesn't matter what kind of an issue that you have. It doesn't matter who you are, where you are, what kind of a church you go, who is your pastor, whether you're a pastor, whether you're a bishop. We have all fallen short of the glory of God. Hallelujah. Do we start from there? Do we agree, all of us? Are we in the same boat? That is, sisi wote ni sinner. Yes, all of us, we are sinners. Sisi wote, we have fallen short of glory of God. So wewe na ule mtu wa baa kupale ije, you are one and the same. Wewe na muwaji ambaye akukamete, you are one and the same. Wewe na mwisi aina yote, you are one and the same. If you can allow yourself to start from there, God will prevail over you. Hallelujah. The greatness of God will be seen. The love of God will be seen. Verse 12. The caring of God will be seen. Therefore, we all need to be forgiven. None does not need. They have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. There is none. We are all unprofitable to God. We don't qualify to be called the children of God. We don't have any profit to God. Kwa sababu tunaonekana kama watu wachafu. Tunaonekana sisi hatufai. We don't belong. Why? Because we have gone away from God and we are not setting the position of God. Every day you wake up, there is a challenge of life. Everywhere you go, there is a challenge of life. And in this challenge of life, you commit either by your mouth, either by your eyes, either by your ears, either by your heart. Because you meet people, different people, every single time. You can never live in isolation. You can never live your own life. We live a life controlled and manipulated by either God or the devil. We live with brothers who are sinners. We live with sisters who are sinners. We live with fathers who are not upright. But when you wake up, you meet them and they annoy you. They disappoint you. The moment you become disappointed, God in our knowledge. You see, no, you have not seen. You have seen. You are disqualified. You become unprofitable. That increase. You become somebody who is not profitable. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the challenge that we have.
My brothers and sisters, that is what? Their throats are like open graves. With their tongues, they tell lies. The word from their lips are like the poison of their snake. Yet, we are all in church. Yet, we are goers of church every Sunday in church. But whatever comes from your mouth is a poison. Whatever you speak from your tongue, it is a total lie. Nobody will tell you, niko karibu, niko hapa kwa stage. Na saa hiyo ndio unavaa nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na umemwambia Mungu, niko hapo karibu na stage, nikuingia na ingia gari. Niko shuka gari. Na saa hiyo hata nguo hujavaa, bado hata hujaenda kwa bafu kuoga. Na wewe ndio umebeba Biblia ile kubwa. Prophetically na godiomatically. Wewe ndio na dhioma ile mzuri sana. Rikandorobo seketayara. Bwana anasema, riakantara baba. Mkue watu wasabi. Na ulidanganyana, ulikuwa kwa stage. Hallelujah. So you keep understanding. Anaambia wewe ndio unaniambia ama wewe ndio unaambiana. Kumbe hata Mungu anakuangalia, naona wewe ni mjeuri sana. Anakuambia sasa nena na dini. Kwa sababu hutajua huyu ananena na dini, anajitangaza kimzee kama hiki hakijui mambo ya dini. Mungu anafungua masikio. Anaanza kwa Mungu anasema, mugeukie Mungu, msirudi kudanganyana, Mungu kwa stage na Mungu kwa nyumbani. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. We all deserve to be forgiven. We are materials that needs forgiveness. That nobody can be ever qualified to be called this is righteous. This is okay. Nobody is okay. Don't look at that person. When you are looking at this person and you are saying, this is a sinner. Wherever you are pointing at Anne, this is a sinner. Look at your 3 fingers. Where are they pointing at? Look at them. Where are they pointing at? At me. And they are saying you are 3 times that person you are pointing. Hallelujah. And here juu inasema, and God is my witness. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wewe ni mtendaji wa dhambi mara 3 yangu. Na wewe unaonaga yangu ni mingi. Ndio kwa maana Yesu akasema, toa mgogo ile iko kwa macho yako kabla hujaona mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Until we are able to understand this, tujue ya kwamba we all need to be forgiven. We are all candidates of sin. We need God every single time. We need God to guide us. We need God to prosper. We need God to take us to the levels of understanding. We will never be able to succeed. Because when you have grudges, we learn that we stagnate. When you have a hatred, we learn that God runs away from us. When we have, when we unforgive our friends, means that we are children of the devil. Meaning there is no progress that will come upon us. There is no success that we will get. There is no winning of any battle that we will get. We are going to have bitterness in ourselves. We are going to have vigilancy and anger and hatred. And when you have all these and you come to Sunday church, you only say with your lips, but when you go, you become that same person. Their mouths are full of curses and they are full of bitterness. And these are the people that come to church. You are full of the bitterness. Kuna mtu umesema wewe nigeta kukuona, wewe shetani, wewe ni shetani. Na uchade ndio unaruka. Baka kuika kuka kama ile ya Daudi. Ikaanguka. Kuiba. Baka kuika kuka kama ile ya Daudi. Na wewe uko ndani yako kuna mtu unaona shetani. Where are you going to be? How can you succeed? You will never succeed, because where there is bitterness, God is not in. Where there is hatred, God is not in. Where there is anger, God is not in. If you have ever had anger in you, because I can see all of you, nikiangalia sura zenu ni anga mtupu, anga. Na unaona huyo mtu venye anakuangalia, unaona hizi wrinkles badala siende hivi zinakaaga hivi, unajua this is full of anger. Hii ni makasiriko tupu. Hebu angalia mwenzako muone kama ako na hiyo. Mwambie akae serious. Ya kumukorera rithoe nawe. Ategeria uge. Bwana Yesu asifiwe sana. And those are the dangers of unforgiveness. We cannot be able to succeed in our lives. Therefore, who needs to be forgiven? Verse number 23. Remember, no one is perfect.
Whether you are the one who caused the trouble or you are the one who suffered the effect, we all need to be forgiven. Stop repeating stories of those who hurt you. Stop every time you repeat ati huyo mama venye alinifanya. Matumio sio yaje kile. Huyo mwanaume venye alinifanya nie. I cannot withstand that woman. That's a very stupid woman. And immediately after you finish, that is a very stupid woman. Jen, adahera Bible yako anego sharada kanida. And you carry the word of God with unclean heart and dirty hands. Then you come here to say, call the name of God. There is no name of God who will come to you. There is no word of God who will come to you if that person you hate, that person you keep repeating. You keep repeating. Yani every time, makumbuko hilo nakumbuka ni venye walikufanya. Makumbuko hilo nakumbuka ni venye walikuiba shamba yako. Makumbuko hilo wanakumbuka ni venye ulinyang'anywa mzee. Makumbuko hilo nakumbuka ni the way they did to you. My brother and my sister, you are not going to succeed. You are not going to win any battle. You can never become an intercessor of the church. You can never be called a man of God. You can never be called a woman of God. You can never succeed to become a righteous or a standing pastor. Why? Because we are full of us. In us, we are full of lies. We spit poisons like snake. We don't belong. We don't qualify. Because your mother-in-law did whatever he did, you can never speak to them. Because your brother-in-law spoke what he did, he spoke, you can never say it to them. Because that pastor alikufanyia mambo mingi, unaenda unafungua YouTube ya kutukana mapasta wote. I'm telling you, you are a devil, an equal devil like the devil himself. Amen. You can never rise against people because somebody alifanya kitu baya kwako. Eti kwa sababu ulinyang'anywa bibi, ukiona mwanaume unasema mwanaume ama mwanamke, unachukia kila mwanamke. If you keep repeating on that, it means you qualified and you are put in a cage by the devil to walk, do and we do the will of the devil. You can never succeed. You can never go anywhere. You can never make it because you are carrying vengeance. You are carrying anger. You are carrying bitterness. Yet, whoever offended you does not even know you are carrying it. So who deserves more repentance? It is me who thinks I was wronged. Whether you are wronged or you wronged, you deserve to forgive. Forgive them that did whatever they did to you. They did it because it was necessary that time. They did it because they thought they are going to affect you. They did it because they thought they are going to defeat you. But you were never defeated. You remained strong. You remained powerful. The zeal of you continued to walk. And yet you are carrying the grudge. God came to you and rescued you. He lifted you when they put you down. He made you better when they had destroyed you. When they had pulled you, God came and lifted you. But now look at yourself. You are still carrying the grudges which God already has lifted. You are still carrying the grudges, the bitterness which God removed from you. You are no longer a child of bitterness. You are no longer a python that spits poison to people. God lifted you when they had for sure walikuacha kama wamekuweka ndani ya kaburi. For sure walikuacha kabisa. Wakajua this person will never come again. For sure they destroyed your business and they knew this business will come. But whatever they did to you, God came and rescued you. Whatever they did to you, God came and told you that you are my daughter, you are my son, you are not going to die, you are going to live. No weapon fashioned against you that is going to prosper. Waliacha kama duka yako imeanguka. Waliacha kama ndoa yako inaenda kusambaratika. Waliacha kama watoto wako wameanza kuvuta bangi. Lakini sasa watoto wako ng'ambo wakisoma university. Watoto wako wameandikwa maengineer. Watoto wako ndio mapasta. Watoto wako ndio wamebarikiwa. Na wewe bado umewabeba. Amen. You are carrying a burden that does not belong to you.
Endeleeni kusema amen. Wanawaangalia, wanaona ni kama kuna waidasimu hapa ndani. Make noise as much as you can. Kwa sababu this even if you preach here, wamepreachiwa na wapreach wote. Hata nikiongea hakuna kitu wanaelewa. Afadhali nyinyi hamjapreachiwa. Amen. Sema amen. Wamepreachiwa mpaka na wale wanapreachiki mpaka unaona mguu imetomoka hapa imekuja hapa kwa kichwa. Sasa wanashindwa huyu anatuambia nini forgiveness ni ya nini? Tumeambiwa na wangapi forgiveness? Kama Benihini amako hapa na amekuja na amesema forgiveness. Hata Benihini alikuja akaangalia mapasta wa Kenya akashindwa. Sio kama mliangalia hiyo kitu. Hakuwaombea, walikuwa nafikiri wanataka kuombewa. Akasema mimi nimekuja kwa barabara nikakuta kibao inaandikwa healing the nation. Hello. Ndio sasa mtaanza kusema napiga mkutano. Nilikuwa huko. Mwenyewe alisema hivyo. Hata nimeangalia kibao imeandikwa healing. Akasema where are the pastors of Kenya? Kujeni hapa. Kwa sababu walienda kutafuta msuku aleta healing. Msuku mwenyewe akaambia kaita nganga hapo. Akakuza nganga ndio huyo chini. Nganga akaambia sasa amuka. Mapasta wakaambia fuateni huyu msee mtafute amani yenu. Kumbe tukienda tu kwa nganga hapa na Kenya tupate amani. Tukienda tu kwa nganga hapa na ngata mambo Kenya ikuwe na peace. Si kwenda kulipia msuku teke. Ai hapana. Haleluya, mimi sipigani na mtu, lakini nasema ukweli venye msuku alisema. Amulisikia mama kusikia? Aliombea mapasta? Hakuwaombea. Hapana, aliwaambia nyinyi mapasta wakati mtapona Kenya itapona. Kwa hivyo alijua manyoka ni sisi mapasta. Haleluya. Alijua sisi ndio manyoka. Sisi ndio tumeharibu nchi. Na akasema tuende tujiombee. Once you heal, na akawaambia mimi sitarudi hapa. Mimi venye nimejipima miaka ingine 5 sitakuwa hii dunia. Si alisema hivyo? Yes, he was prophesying to his going. Hata huyu Munuro alikuja hapa. Nakumbuka Munuro. Alikuja hapa akamaliza wiki moja akaenda kule. Hata Graham alikuwa hapa akaenda. Ndivyo wanaidaka wakikuja hapa. Hata Pope alikuja hapa akienda. Hata King wa UK alikuja hapa saa hizi. Walisema kuna prostate cancer. Iko stage 4. Tutamuombea. Kila mtu anajua kuomba, uinue tu mkono wako umuombee. Akaikae maisha mingi aone Kenya haitakuwa ya Freemason. Kenya is the ground for the revival of the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Yes. Ndio ground ya revival na imeanza already. Ukiona Waruinge anahubiri, ni mtu mwingine nani hawezi kuhubiri? Imagine Waruinge ndio anashika microphone. Ati yako hapa sasa niko hujeria ndo. Mamudhikireirie ruo. Niko naita Yesu bukora. Niko naita Yesu mtoto ya maraya. Sasa huyo mtoto ya maraya ndio anahubiri. Ndura Waruinge. Ele tikiaraga. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, revival imeanza. Mwambie mwenzako revival imeanza. Na itaanza na repentance. Leo waende huko watubu. Mapasta na sisi tuende huko tutubu. Tukuje hapa tutubu hapa. Mzee tumepatiwa naitwa Harrison. Ako na anointing. Huyo mzee ako na anointing. You don't go. Ende kwenda kutafuta watu na huko nje. Ende kwa yenu. Yenu ndio iko na solution. Roko inaitwa roko. Gari roko imetengenezwa roko. Ni mzuri kuliko ile ya Japan ile imekuja. Kwa sababu hii imetengenezwa na conditions za Kenya, na shocks za Kenya. Kama namna gani? Kiatu nani anajua kama mali inafinya? Ni mwenyewe. Yes, tutarani ugo mosipos. Pole tu tuendaga tukiedaga na tutaenda. Kama Mungu alituangalia akiwa mbinguni, akajua Kenya ndio italeta revival. Mbona ikuenda Amerika maende China? Si aliangalia kisura kama hiki, akaangalia sura kama hii, akaangalia sura kama hii, akaona hizi ndizo zitaleta revival. Hizi baya. Ikimareto kinya ne ditu. Si dwarashika leti ugo chirathi ugo. Mzikubali Popo akuja, anataka kukuja. Tuko wapi? When you find somebody bado anatumiziko, bado amebeba maneno, is because you have a carry over
That is why you can't enjoy life when you have carryovers. Hallelujah. Wewe ni mama uko na miaka 50 lakini you have carryovers. Umebeba misiko. Umebeba ati yule mama alikutendea, ati yule auntie, ati your sister, you have a carryover. That is why your business is not thriving. Because kile kitu iko hapa. Badala uweke akili ifanye kazi mzuri, akili iko hapa ni venye unachukia mtu. Ile akili iko hapa ni venye ulinyang'anywa bwana yako. Kai. Ile akili iko hapa ni venye bibi yako alienda. Ile akili iko hapa ni venye kanisa yako mtu alikuja akaanza kufanya mabituko, kanisa ikaanguka. Ile akili iko hapa. It is full of dirty and filth hapa kwa kichwa yako. You have, ukiona mtu kama huyo ako na carryover. Na ni mtu anapenda kurudilia maneno, kurudilia kitu kadogo. Anaweza kukushindishia hapo masaa kama 8. Akikuuliza tu the same, lakini ile anajua ni kugeuza. Anaanza na mwisho anageuza hivi. Akimaliza ukimjibu anairudisha hivi, anakata katikati, anashikanisha hivi, inakuwa statement. Lakini ni statement ni moja tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiona mtu wa namna hiyo, anarudilia. Ako na kitu naitwa carryover. Si leftover, ako na carryover. Kuna shida iko ndani ya kiogo yake. Ndio anataka kutoa revenge na wewe. Si unaona kuna mama wengine, kama mama anaweza kuja kwa nyumba, anatafuta tu apigwe kofi. Anachokoza tu, anafanya tu vituko. Ndio achapwe kofi tu ndio asikie mzuri. Na anakuja tu na kuchokoza na mabia. Nitakuchapa. Hutiaone. Unamweka kofi. Kwa meno hutia rege. Unamweka kofi. Ni akejoraga odia. Na wewe ndio umeinvite maneno yote. Because not ukimchukuza sana, kichwa yake iko na carryover. Sasa anatafuta kitu ambaye anaweza kumwaga, atoe hii kitu ivuguliwe, ndio hii takataka iko hapa imwagike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hiyo ndio maneno tunaangalia, lazima tuangalie ndani, tujue ni namna gani tutatoka kwa hii shida. Most of them are men and women of God. Wengine hapa ni manabii wakubwa sana, lakini ndani yenu mmebeba manyoka. Ndani yenu mmebeba machura. Badani yenu mko na mafuko na mapanya na cockroach na manini, zote ziko ndani yenu. Alafu unakuja kanisa kama cockroach kiko kwa tumbo yako. Unakuja kanisani minyoo ndio hiyo. Na kumbe si minyoo, ni millipede ziko kwa tumbo yako za maneno. Ni millipede. Sasa ikikugwara, inakugwara ikipita, unasema ni kama ni nyoka iko hapa. Ushaikuta na mtu anakuambia kuna kitu na siaga ikipitia. Ni millipede ziko za chuki. Ziko hapa kwa tumbo. That is why you have no peace in your life. That is why you cannot even concentrate in your family. You cannot concentrate doing your business. You cannot concentrate doing your ministry. Because inside you kuna chura. Getodi. Kila kia mgoda ine kila kia gaba. Kikaka kidogo ndani yako kuna mohau. Wow. Unaona watu wanaanza kubehave hapo. Unaweza kuta hawa watu, unaona hivyo wanacheka. The next minute wanapigana. Unaona hii ni mohau tu. Why? Ni mareto, ni carryover na leftover ziko kwa kichwa yako zote. Because you have failed. You have failed in seeking this forgiveness. You have failed in reconciliation. Once you kufanya reconciliation, unawachana na hawa mainiro walikunyang'anya shamba. Kwani shamba ni hiyo tu imebaki? Panda ndege juu uone 90% ya Kenya no occupants. Mnawania hapa ka plot ka 10 by 20. Hapa ndio mnapigania te plot hapa ni wetile kodo. Mwachie kanyaga kubwa. Nenda ambia Mungu twende Mungu tobie. Wajerie hali yako kinya. Oguo ni hakwa nikikanyaga ni yangu. Then prophesy useme I am not the loser. Wacha maneno ya kushinda ukingangania kaproti ati ni heritage yangu. Hii bwana yangu alikufa akaniacha, so what? Hata wewe utakufa. Amen. Hello, utakufa. Ogokua. Megogothi na hawo mathonsoni mazima burege thito na magwekire no kue no thikuo. Na toke toine igoro kwa Yesu nitugacemania kwa
Kwa Yesu. Sasa yeye kuchukulia kama umeenda. Mtakutania kwa Yesu mkaenda mkafanya nini? Toka huko. Toa ujinga mahali huko. Forgive them and go. Tell God I have surrendered. I have forgiven them. I have no grudge with them. Mimi nakumbuka juzi tu nikihubiri hapa, nikakumbuka how I lost my cars, how I lost my houses. Zilichomwa siku moja. Siku ile nilimwagiliwa mafuta nikakuwa ordained. Wakanichoma kila kitu. Nilikuta amenikochea. Karibu nusura nitoroka, kijana mmoja ya pikipiki akaniambia haisha hatodhie. Tukatoroka, nikarudi zero. Nikapanda matatu nikakuja hapa, sikuwa na pesa. Kuja hapa jioni hapa Railways. Nakumbuka ile Railways, mali kulikuwa na laini, unaenda inajikuja. Inaenda inajikuja. Sasa nilikuwa kwenye laini. Naona watu wanaangalia. Wako wanajua naweza kuwa, because they never thought ni mimi. Sasa mtu mmoja ndiye aliniangalia akaniambia yuruku familia. Nikamwambia I don't think so. Ni akaniambia, are you Mr. Waruinge? Nikaona amefanya mdomo tu hivi. Mama alikuwa hapo nyumba akachugulia hivi, akarudi haraka. Jamaa alikuwa hapa, alikuwa mbele yangu, laini hii venye imejogodana hivi. Nikaona huyu amesema, kai etuadira. Hiyo laini ilibomoka peke yake, ilibomoka. Makanga walipouliza ni nini laini imepomoka, wakasema mugeke iko pale. Gari zote zikafungwa milango. Nikauliza ni kwa nini gari zimefungwa milango? Wasemekana gari ya ziadi. Nikauliza kwa nini? Newe. Kumbuka nilikuwa naenda na Mercedes 7. Hii imebere katikati hapa niko guarded na chungwa vizuri na kula vizuri, niko na Mercedes kagu kalikuwa ile limousine ya 500 iko mpaka na kafriji huko ndani na mahali makunyorosa miguu hivi. Niliona ikiwaka moto. Nikihubiri hapa ndio nikakumbuka kumbe ninachukia, maana nilikata mahubiri. Kama mngesikiangalia ni kuna mahali nilifika nikakata mahubiri. Maana hiyo kitu ilianza kuchamuka. Nilisema hawa watu nitawamaliza. Siku moja Mungu anipatie nguvu niwamalize. Kumbe hii kitu ndio inazuiaga ministry yangu. Wakati nimekuja nimetubu. Nimeenda 7 days ya kutubu kwa sababu ya hiyo tu. Kidogo miago nimeona imeanza kuvuga. Hata sura zenu zimeanza kukua mzuri. Ukiongozwa na mtu ako na sura baya ndani ya roho yake, hata nyinyi mnakuwa sura baya. Ukiongozwa na mtu ako na chuki ndani yake, hata nyinyi mnakuwa na chuki. Kumbe ndio maana mmekurana hapa, mmepikana mroeta kukotama taketa tuchuitwe kerwera. Kumbe ni mimi nilisababisha hii maneno. Sasa mumurona na yeye keno huyo. Because I was harboring grudges, I was harboring bitterness, I was harboring mambo baya. Ndio kwa maana hata nyinyi mlikuwa na mambo baya. Paka najaribu kuomba Mungu, namwambia Mungu, bariki watoto hawa. Mungu ananiambia jibariki kwanza. Sasa shida najibariki aje? Naomba Mungu, naenda huko Heaven's Gate, naomba kabisa, nasikia niko na breakthrough. Nikienda kushika kitu nasikia jibariki kwanza, nenda ujibariki kwanza. Kumbe ni bitterness ambayo ilikuwa ndani yangu. Tunakutaka hata huyu msichana kaaga kama amekasirika. Na si kukasirika, ni ile bitterness ilirushwa kwangu, nimewarushia. So anybody leading you kama bado ako na hii magonjwa atawarushia. Ndio niona nimesimama hapa nikasema niko sorry, nimewamislead for all that time. Munisamehe. Mutikidekere. Umetikodekera niko na jokie. Yes, because what you are, you need to confess. Look at yourself. See where you are leading to. See what you are doing. It will guide you to tell you, you are the man, you are the person to repent. Wewe mwenyewe answer. Salvation begins with you. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is the success of everything. Once you have that, changes will happen. Once you have that, things will just work. Freely they will work. People will start understanding the messages you are telling people. People will understand and know you, and they will walk with you with much love.
Because you are set free. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe kuokoka sio ile salvation tunasemaga. Kuna mtu mmoja aliulizwa Nicodemus wakati alienda kwa Yesu. Yesu akamwambia, "Very." Alimwambia, "Wewe umeokoka, wewe ni mtu wa Mungu. Niambie sasa maneno ya wokovu." Na Yesu akamwambia, "Very." Na ukisikia Yesu akisema very, ni kumaanisha this is very important. You must get saved. Lakini Nicodemus alikuwa si saved hapo beleni? Si alikuwa mtu wa Mungu? Lakini Yesu alimwambia very, wewe okoka kwanza. Kumaanisha huyu mtu alikuwa ameokoka, lakini alikuwa na shetani ndani ya mwili yake. He was harboring chuki, was harboring hunger, kila kitu ilikuwa ndani yake. That is all of us, this is what we are. We have a grudge. We have a problem with people. We have an issue. We have something that is eating our life. Yes, we come to church. Yes, we can preach. Yes, we can. Unakuta watu kama hawa ni waibaji, lakini I don't mean you. Yes, sema ni waibaji, lakini microphone hapa wanapigania. Kwa nini? Because mwingine yako na kinini. Wanafikiria huyu anafikiria mimi ndio the best. Huyu anafikiria mimi ndio the best. Huyu anafikiria mimi ndio huu. Huyu anafikiria mimi ndiye ng'e. Kumbe ni ujinga mtupu. Hujaokoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu ako na hii na huyu mwingine ako na hii, huyu hawezi kuongea na hii, huyu hawezi kufanya hivi, you need salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. We need to repent. We need to seek this God. He loves you. Hallelujah. He loves you. We all deserve to be forgiven. You forgive as I'm forgiven. In any case, wewe ndio unahitaji msamaha kuliko huyo unafikiria alikutendea. Kwa sababu wewe ndio umebeba carryover, wewe ndio umebeba bitterness, wewe ndio umebeba anger, wewe ndio umebeba hate, wewe ndio umebeba grudge. Wewe ndio unahitaji msaada wa mbinguni. Hallelujah. Angalia venye umekoda kwa sababu ya kubeba maasira. Wewe leo hejete. Ajiangalie tu. Jiangalie, wewe usiangalie na mtu. Hebu jiangalie kwa uso yako uone venye umekoda uso. Jiangalie. Kwa sababu ile vitu maneno umebeba ni maneno magumu, maneno mabaya. Okay. Sin power over you must come down. Mwambie mwenzako, sin power over you, over me. Sema hivyo. The sin power over me. The sin power, wewe ndio uwe sin power over me has to come down. Uwe nikugate. Uwe nikugate. Inyauke kuliwe. Cha nagwa. Ugethika hora. Uga sin power. Sin power. Sin. Uga sin power over me has to come down. Uwe nikugate. Sin power. Yani hinya wawe hia uria unyitete migwate no nginya gwethe. The sin power, it is that power that controls you. That power that makes you think you are so important. That power that makes you think that you are so special. That power that makes you think that you cannot forgive. That power that makes you think you cannot be able to be like others. That you have a class of your own. Ule. Kiradi gani? Who has a different class from others? Ati huyo ni wa klasi ya juu. Klasi gani? Umewahi kusikia kuna choo imetengenezwa ya watu wa klasi wa juu? Halo? Umewahi kusikia? Choo ni mara 3. Choo ni mara ngapi? Ni mara 4. Tuseme mara 4. Choo ni mara ngapi? Kuna ile ya kukalia. Kuna ile ya chini kabisa, ile imeika hivi. Kuna ile ya kupimisha. Na kuna ile ya huko mgoda. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna ile ya huko shamba. Sisi yote tunapitia ile ya shamba, ile ya kukalia, ile ya kuchuchumia, na ile yote sisi yote. Hakuna mtu mwahi kusikia ametoa gorodi.
Unakuja kutuambia kirasi. Kwenda na kirasi yako. We are all equal before the eyes of God. Nobody is important. Nobody is special. We live, we breathe. Kata damu ni damu ya red itatoka kwa Ruto. Hata labda yake ni bulaki kidogo kukuliko. Kwa sababu ya stress venye amesumbuliwa na Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. When we learn to live as human beings, we learn to forgive, we learn to be forgiven. We walk freely. We live freely. We stand freely. We live like brothers and sisters. Our land will be healed. Hallelujah. Our land will be what? Will be healed. If we look at the book of Psalms 51, verse 1 to 3, and I'm going to finish my sermon there, and also verse 10 to 11, but we start from 1 to 3. Jesus, not John, Psalms. Create in me a clean heart. Oh, Kazayanda. Rebe Shandara la masaka terebosha. Hawataki kuweka wachana na wao tu. Weko iguogo noto godoma. Create in me a clean heart. So forgiveness is about the clean heart. Hallelujah. So ile hati ya zamani lazima ibomolewe. Ile ilikuwa chafu lazima itolewe, iende itolewe ile waya ya kusugua, ile steel wire isugue hiyo heart. Ora bakata rikantolobosaya remakata, usuguliwe kabisa, usuguliwe baka the clean heart to be created. Tell your neighbor, I need a clean heart. Hebu mwambie look at me, mwambie look at me. I know, wewe mwangalie mwenzako, look at me. I know you've been thinking I have a clean heart. I am so dirty. Nataka kiwaya mesh kia kunisugumua. We need a clean heart. Create in me a clean heart. Oh God. Number 2, renew in me a right spirit. So when you are full of unforgiveness, the spirit in you is demonic. Ambia mwenzako, angalia mwenzako sasa. Sasa hii tunafanya ni declaration. Angalia mwenzako. Mwambie look at me. I know you've been thinking my spirit is right. I've been operating like a devil. But today ninaweka chini, ninaweka mipango ya shetani. I will not operate like him. I will not again. I will never again be like a devil. I will be like God. Oh yes. Number 3, cast me not away from your presence. Cast me not away from thy presence. Tayara. Angalia mwenzako, mwambie hivi, unaniona? Najua ulifikiria the presence of God is with me. Mimi nimekuwa nikitembea na giza. Hivi unaniona nimenyoroka? Nimetembelea kwenye giza. Naomba kutoka leo sitatembea kwenye giza. Sitatembea kwenye giza. Nitatembea kwenye mamlaka ya mbinguni. Nitatembea kwenye mwanga. Nitatembea in the kingdom. We will walk in the kingdom of heaven. I will win every battle because I will walk in the lightness. I will conquer them because light will give me. I will win them because light will be with me. The presence of God will be with me. The presence of God will be with me. I will not walk in the darkness. I will not walk in the dark will of the devil. I will stand to manifest the will of God in Jesus' mighty name. Hallelujah. Wow. And number 3 or number 4? Number 4. And not thy Holy Spirit from me. Okay. Don't send me away from you. Don't take your Holy Spirit away from me.
Hebu mwangalie mwenzako. Look at your neighbor. Wewe look at your neighbor. Kwani neighbor yako ni mimi? Look at your neighbor. Na kama huna neighbor, angalia juu. God you are neighbor. Mwambie Holy Spirit. Holy Spirit. Mwambie huyu, mwambie mwenzako. Be filled with the Holy Spirit. You to be able to discern that wishes of the devil. Live godly in the will of God and prosper. Mwambie prosper. Mwambie prosper in the power of the Holy Spirit, to conquer in the Holy Spirit, to win in the Holy Spirit, and to discern in the Holy Spirit, and to become a vessel that the Holy Spirit will use. Hallelujah. Kumbe hizo vitu zilichukuliwa. The presence of God, the Holy Spirit. Kai nyonaga andũ hangeciria nĩ andũ kithĩ nĩ mamĩtũngi. Kai kumbe tumekuwa useless hivyo. Na ndivyo nahubiringi hapa nikifikiria mimi ni mtu wa maana, nimejazwa na Roho Mtakatifu. Kumbe ni Roho Mtakatifu. Mungu atusamehe. Hallelujah. How many of you feel that you are relieved? Yaani nasikia kuna kitu imeondoka tu. Kuna kitu imeenda. So umepigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Pigia Yesu makofi. Mokomboke. You know one thing that eventually David repented. Aliomba msamaha mkubwa sana. Hii ilikuwa msamaha ya David alikuwa anajaribu. Verse 10. Tumepata verse 10. Turudi hapo kwanza. Please. Haya. Hiyo ikile ni ya 6 sasa, ama ni ngapi? Give me back the joy that comes from being saved by you. Oh, kumbe ndio magireti hapa. Utulete ikoli yugu. Turudi na joy. Hallelujah. Because the joy was taken away from you. That's why your face is so gloomy. Because the joy was taken away. Ambia my neighbor, today I have recovered my joy. Because the Holy Spirit has taken over me. I have the joy of the Lord. Now I am glad. I have the joy. Nasikia kuwa kama king. Unaonaje? Nasikia kama nini? The king. No, do get all that at the hadisam. I don't know nothing. Then give me back the joy that comes from being saved by you. Give me a spirit that obeys you. Because you don't have a spirit that obeys God. You don't have a spirit that leans unto God. Oh, mwambie kutoka leo, mwambie neighbor, from today, rise up, simama na miguu yako. Mwambie kutoka leo, from today. Fanya hivi. Mwambie shetani wewe. Mutisha. Mwambie hivi. I have back my joy. Sikiliza. The most precious one. Give me a spirit that obeys you. The spirit of God. The spirit. You are asking. You know what you are asking? The spirit that hears the voice of God. That
kutoka leo ndaiguaga Ngai nie ma nie ate kutoka mothe kuiguaga Ngai nie ndimuiguage tige gucoka kuigua ngoma Ngai tugikene ate from today you receive the Spirit of God that obeys God, that will hear from God, that will hear from God. Do you know why you are going to the Spirit, to get the Spirit of God? So that it will keep you going. It will keep what? Siweza kuenda. It will keep me going. It will keep you going. In your marriage, in your business, in your ministry, in your ministry. Haya, imeanza. 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 Nimeashiria upande hii, ianze upande hii. Nimeashiria, ianze upande hii. Nimeashiria, ianze upande hii. Nimeashiria, ianze upande hii. That I am more than a conqueror. I am more than a conqueror. That I am more than a conqueror. I have defeated. Nimeshinda nguvu za giza. Nimepata mamlaka. Nimepata anointing. I am more than a conqueror.